tunashukuru sana kwa kuweka elimu kuwa kipaumbele kikubwa cha taifa letu. Kupitia uongozi wako tumeona mageuzi makubwa ikiwemo ujenzi wa mabweni mazuri kama haya ambayo yameleta au yametupa mazingira bora na salama ya kusoma. Nasi kama vijana wa taifa letu tunaahidi kuyaenzi maono yako kwa kuweka bidii kujifunza na kuwa sehemu ya maendeleo ya taifa letu. Asante sana. Naitwa Mihayo Mohamed Juma, kidato cha 6 HGL. Kwa niaba ya wanafunzi wenye mahitaji maalum Shinyanga Sekondari, ninao furaha kubwa kuishukuru serikali yetu tukufu chini ya uongozi wa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, kwani imefanya uwekezaji mkubwa katika elimu jumuishi hapa shuleni kwetu na shule zingine Tanzania. Kwa mfano tunaona kuna majengo mapya ambayo yamejengwa shuleni kwetu. Majengo haya yametuwezesha sisi kupata fursa ya kujifunza na kuelewa kama wanafunzi wengine. Vile vile kuna miundombinu ya barabara inayotusaidia sisi kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama wafanyavyo wanafunzi wengine. Yote na yote tunapenda kumwomba Mama Samia chini ya serikali yake tukufu azidi kutuongezea zaidi vifaa vya ufundishaji na ujifunzaji zaidi kabisa, tuweze kupata jengo maalum kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum liitwalo resources room, ili tuweze kupata zile models na ujifunzaji wa vitu vingine kama wanaofanya wanafunzi wengine hapa shuleni. Nashukuru na nitoe pongezi zangu kwa Rais Samia na tumtakie maisha marefu. Asante. Heshima kubwa tunakupongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo unatekeleza elimu yetu ya Tanzania, ikiwemo kuboresha majengo kama ambavyo tunaiona Shinyanga Sekondari jinsi ulivyoweza kuiboresha, tukianzia ukarabati wa shule, majengo mapya, mabweni kama ambavyo yanaonekana, maabara mbalimbali kama ambavyo tumeziona. Zote ni juhudi zako ambazo zimelenga kuweka elimu kipaumbele katika uongozi wako. Tunakushukuru sana. Lakini elimu si chombo tu ambacho umekusudia kiwe chombo cha kuelimisha, bali chombo hiki kiweze kuleta wabunifu wenye uelewa na ujuzi wa hali ya juu. Hivyo kama Shinyanga Sekondari naendelea kuyaenzi maono yako ya kuhakikisha kuwa elimu hii ambayo umeitoa na umewekeza kwa vijana wetu, basi sisi kama walimu, wazazi na jamii kwa ujumla tunayaenzi maono yako haya kwa kuhakikisha kwamba tunaeneza elimu bora kwa vijana wetu. Tunakushukuru na kukupongeza, na Mungu aendelee kukujalia zaidi na zaidi. Asante. Tunapongeza na kuunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika elimu bora. Mabadiliko haya ya miundombinu yameleta mapinduzi makubwa katika elimu na yanatufanya tujivunie kuwa sehemu ya taifa lenye maono ya elimu bora. Pongezi na shukrani kwa Kamara kwa kutuletea kompyuta hizi kama mnavyoziona, ambazo zimetubadilishia mfumo wetu wa kujifunza. Tunaweza tukajifunza kwa njia nyingi ambayo inatufanya tunaenda na mabadiliko ya tabia ya teknolojia. Sasa hivi tunaweza tukajifunza zaidi na zaidi kupitia ndani ya kompyuta zetu. Tunaendelea pia kuingia kwenye maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujifunza na kuwa na elimu bora ambayo itatufanya tuendelee na maono yake. Tunataka mitaala itakayosomeshwa kuanzia sasa kwenda mbele imtayarishe kijana akitoka aweze kujitegemea. Drop form 4, hakuendelea form 5 na 6, anaunga VETA, anafundishwa, anakwenda kujitegemea. Kwa majina naitwa Mwalimu David Peter Ipamba, ni mwalimu mbunifu hapa Shinyanga Sekondari. Karibu sana ndani ya maabara ya jiografia ambayo imejikita hasa katika mtaala ulioboreshwa, na ndio hasa chimbuko la maabara hii. Kwa hiyo inatekeleza mtaala ulioboreshwa wa Tanzania ambao unaendelea sasa. Sisi walimu na wanafunzi wa Shinyanga Sekondari kwa pamoja tumeyaishi maono yako kwa vitendo kwa kuanzisha maabara ya jiografia hapa Shinyanga Sekondari. Maabara hii imelenga kuhakikisha kuwa tunaongeza ubunifu, ujuzi
na utaalamu mbalimbali wa vijana kuwawezesha kumudu soko la ajira, kama ambavyo sasa soko la ajira linahitaji watoto wawe na ubunifu, skills ya communications, collaboration. Hivyo vijana hawa tunawatrain kwa namna mbalimbali ya kuwawezesha kuweza kumudu soko la ajira. Kwa hiyo ndani ya maabara hii tumeyatafasiri maono yako na kuhakikisha tunaishi kwa vitendo na kutimiza maono ambayo unayo ndani ya taifa letu. Tunakuomba uweze kufika hapa kujionea mambo mbalimbali. Asante sana. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuleta support kwenye elimu. Kama tunavyoona hapa kwenye maabara yetu ya jiografia, hii inasaidia wanafunzi waweze kujifunza kwa vitendo kuliko kumkaribisha mwanafunzi kwamba mfumo wa jua uko namna hii kwa theory. Sasa anakuja kuona jinsi mfumo wa jua unavyokuwa na sayari zake zinavyozunguka. Hii inamjengea mwanafunzi uwezo wa kutengeneza kitu kwenye kichwa chake ambacho sasa anaweza kauyanisha na maisha ya kila siku. Vile vile kuna vitu mbalimbali, kwa mfano kama miamba, kuna soil pale na vitu mbalimbali. Hivi vinamfanya mwanafunzi ajifunze kwa vitendo na aweze kugusa, aweze kuona na kushiriki katika kufanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo maabara hii inaenda kuwasaidia wanafunzi kuweza kuwa na creativity katika vichwa vyao, na baada ya kumaliza masomo yao wanaweza kuenda kujitegemea katika mazingira watakayoenda kuishi bila kusubiria kuajiriwa. Kwa hiyo maabara hii inaendesha elimu kulingana na maono ya Mheshimiwa Rais jinsi anavyohitaji sasa hivi, kwamba mtoto atoke shuleni akiwa na uwezo mkubwa wa kuweza kujitegemea katika maisha yake ya kila siku. Asante. Shukrani kwa Mwalimu David ambaye ameandaa maabara hii, na nilikuwa napenda kusisitiza hii maabara na vitu vingine ambavyo vinaonyesha ubunifu viendelezwe na ikibidi viweze kufanyika hata shule zingine, kwa sababu hii inaonyesha jinsi gani walimu wanatekeleza na kutimiza maono ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na maono haya ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo mwalimu kama huyu na walimu wengine ambao watakuwa wamejitokeza kwa kutoa ule ubunifu wao, watakuwa sio kwamba wanasaidia tu shule zao, lakini pia watakuwa wanasaidia na kuchochea maendeleo ya nchi. Asante sana, hongera sana mwalimu. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Elias James, ni mwalimu wa geography kwa A level. Nashukuru mwalimu wa mwenzangu wa jiografia Mwalimu David kwa zoezi hili alilofanya, ubunifu aliofanya, kwa sababu wanasaidia wanafunzi kujifunza kulingana na mtaala ulioboreshwa sasa hivi. Niseme tu kwamba hii inatusaidia katika kuboresha ufundishaji, kwa sababu wanafunzi wanajifunza kwa kuona, unachokifundisha darasani wanakuja kujifunza huku kwa kuona. Kwa hii inawasaidia wao kuwa na kumbukumbu na uwezo wa kukumbuka kitu, hasa wakati wanapokuwa wanafanya mitihani yao. Na pia nipende kumpongeza kuwa hili ni zoezi bunifu ambalo litasaidia katika rasilimali na uboreshaji wa mtaala ambao tunautumia kwa sasa. Kwa hiyo niseme tu kwamba nimpongeze kwa sababu inasaidia kuongeza ufaulu wa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wanajifunza kulingana na wanachokiona. Pia niseme kuwa pendekezo ambalo ninalo kwa sasa, tunaomba tu kama serikali tusaidie kuongeza jengo pamoja na vifaa vya kidigitali vikiwemo kama TV, projector, ili tuweze kuendesha hili swala kidigitali zaidi, ili wanafunzi wao wanapata material kwa kupitia digital learning platform. Pia tunaomba kama itawezekana tuweze kupata vitu ambavyo vinaweza kuwa ni zaidi kujifunza, kwa mfano tukiwa na jengo pana pamoja na survey, vifaa vya survey, kwa sababu ni maabara ya geography. Geography inabeba vitu vingi, kuna practical and physical. Kwa hiyo tunahitaji vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kuendeleza wanafunzi wanapokuwa wanajifunza, kila kitu tunachokuwa tunajifunza waweze kipata katika mazingira haya ya maabara. Mwisho ni washukuru sana na niwaombeeni kila la heri. Na kutoa shukrani zetu kwa mwalimu wetu mpendwa Mwalimu David Peter Ipapu kwa kuleta maabara ya ubunifu katika shule yetu, ambayo imetufanya tuache kujifunza nadharia ya kukariri. Sasa tunajifunza kwa kuona, kwa kushika na kwa kushiriki kutengeneza. Kwa hiyo tungependa kutoa mustakabali huu kwa shule zingine ziweze kuiga mfano huu. Pia tunatoa pongezi kwa watu wote walioshiriki, kama sisi wanafunzi wa Shinyanga Sekondari
tunasema asanteni sana. Daniel Kaji ni head prefect wa Shinyanga Sekondari. Kwa jumla, kwa niaba ya wanafunzi na shule kwa ujumla, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kabisa wanafunzi wote tunapata elimu bora na kuchochea maendeleo ya ubunifu hapa nchini. Nasi sote tunashukuru kwa ujenzi wa shule, madarasa na miundombinu kwa ujumla. Tunashukuru sana walimu wetu kuzidi kutupa maarifa na ubunifu katika shule yetu hapa. Kwa majina, mimi naitwa Mwalimu Leonard Shengo Mayonat, ambaye ni mkuu wa shule ya Shinyanga Sekondari. Shule ambayo ni shule kongwe kati ya shule kongwe nchini. Ilianzishwa mwaka 1966. Ni shule ya kidato cha kwanza hadi kidato cha sita. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuweka kipaumbele zaidi katika sekta ya elimu. Kuweza kuongeza miundombinu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kusoma bila kuwa na changamoto yoyote wakiwa mashuleni. Ameweza kujenga miundombinu ya madarasa karibu nchi nzima. Ameweza kujenga maabara nchi nzima ili wanafunzi waweze kusoma kwa vitendo. Pia kwa shule za bweni, Rais ameweza kuendelea kuongeza miundombinu ya mabweni ili kuweza kuongeza idadi ya wanafunzi ambao wanaishi shuleni. Hapa Shinyanga Sekondari kwa sasa kuna bweni tunalolijenga kwa mradi wa SEQUIP ambao litaweza kuchukua wanafunzi 80. Liko hatua ya mwisho, kufikia mwezi wa 5 litakuwa limekamilika, kiasi kwamba Julai tutaweza kuongezewa wanafunzi wa kidato cha 5 kuweza kuishi bweni. Kwa hiyo tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa juhudi anazozichukua kuhakikisha kwamba anaboresha elimu. Sambamba na hilo, tumeendelea kupokea fedha za kila mwezi za elimu bure ili kuweza kuboresha mazingira ya shule, kuhakikisha kwamba watoto wanasoma bila changamoto yoyote, ikiwemo fedha za chakula. Tunapokea fedha za chakula kila mwezi ambazo zinatuwezesha wanafunzi walioko bweni hapa Shinyanga Sekondari kuweza kupata chakula na kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya njema na kuweza kusoma vizuri. Pia tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuboresha mtaala mpya wa ujifunzaji, ambapo umejikita zaidi kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza kwa vitendo kuliko ile ambayo walikuwa wanajifunza hasa kinadharia. Sisi hapa tunajitahidi zaidi watoto kujifunza kwa vitendo, pia kupitia maabara ambayo tumeianzisha kupitia mwalimu mwanzilishi Mwalimu David Peter Ipamba. Maabara hii imetuwezesha wanafunzi wetu kuweza kusoma kwa vitendo zaidi. Vitu ambavyo walikuwa wanavisoma kwenye vitabu sasa wanavisoma kiuhalisia katika maabara hiyo ya jiografia. Nichukue nafasi hii kumpongeza Mwalimu David Peter Ipamba kwa kushirikiana na walimu wenzake wa idara ya jiografia, lakini pia wanafunzi wanaosoma somo la jiografia. Imekuwa chachu kuhakikisha kwamba shule yetu inapata mafanikio mazuri ya kitaaluma ambayo yametuwezesha shule yetu kuendelea kufanya vizuri katika mitihani ya kitaifa ya kidato cha 6, lakini pia mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 na kidato cha pili. Kwa hiyo kwa nafasi hii niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba asichoke, aendelee kuboresha miundombinu ya shule zetu ili tuweze kuwajenga vijana wetu kimaadili, lakini pia kitaaluma. Kwa maabara yetu tulionayo ya jiografia ambayo tumeianzisha, kwa sasa tunatumia chumba cha darasa ambacho hakitoshi kwa ajili ya shughuli zote za maabara ya kijiografia. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau mbalimbali watakaoweza kujitokeza kutusaidia tukapata jengo kubwa la maabara ya jiografia.
ili tuweze kuweka vitu vya kisasa zaidi kama projector, kompyuta, ambapo wanafunzi wataweza kujifunza zaidi kwa vitendo na pia kwa uhuru, kwa sababu darasa lililopo ni finyu kama mtakavyoliona kwenye picha. Ni finyu ambapo vitu tulivyoweka mle tayari nafasi imeshajaa kiasi kwamba kuendeleza ubunifu ambao mwalimu anaendelea nao inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kutumia fursa hii niombe sana wadau mbalimbali mtakaotembelea shule yetu na kuona chumba hicho cha maabara tulichonacho cha jiografia kilivyofinyu, hata mtakavyokiona kwenye picha, tunawaomba sana wadau mbalimbali muweze kutusaidia tuweze kupata jengo kubwa zuri ambapo tutaweza kuendeleza maabara ya jiografia. Nichukue nafasi hii kumpongeza Mwalimu David Peter Ipamba ambaye ni mkuu wa idara ya jiografia kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya hapa Shinyanga Sekondari ya kuhakikisha kwamba vijana wanasoma kwa njia ya ubunifu. Baada ya kuwa ameanzisha maabara ya jiografia, amekuwa ni chachu hata kwa idara zingine kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza kwa vitendo. Sasa hivi tuna maabara ya kompyuta. Kupitia maabara ya jiografia amekuwa kiunganishi kizuri kuhakikisha anashirikiana na mkuu wa idara ya kompyuta kuhakikisha kwamba ubunifu ule wa vijana kusoma kwa vitendo unafanikiwa zaidi. Kwa hiyo mwalimu, mimi nichukue nafasi hii kukupongeza na kukuomba kwamba endelea na moyo huo na uendelee kuunganisha Shinyanga Sekondari kwa maono ulionayo, ili mwisho wa siku idara zote, masomo yote, vijana waweze kujifunza kwa vitendo. Huu ni mwanzo, lakini nina imani kwamba tutafika mbali na tutaweza kufanya mambo makubwa ndani ya nchi hii. Asante sana. Sasa nichukue nafasi hii kukaribisha afisa elimu katika maabara yetu hii ya jiografia Shinyanga Sekondari. Mwalimu alikuja na wazo, ilikuwa ni mwaka jana, akasema ninawiwa kuanzisha maabara ya jiografia katika shule yetu. Nikamwambia mwalimu ni jambo zuri, kwa kushirikiana na walimu wa jiografia katika idara yao na wanafunzi wa kidato cha 5 wakati huu ambao sasa ni kidato cha 6 wanaomaliza, nilibariki jambo hili. Kwa kweli hatua ambayo tumefikia ni hatua kubwa. Watoto wameweza kujifunza kwa vitendo na wanafurahia ujifunzaji. Kwa hiyo ndugu afisa elimu, nikukaribishe ili uweze kuzungumza machache juu ya maabara hii, kisha uweze kutoa maono katika halmashauri yetu ya Kishapu. Walimu mbalimbali wanaweza wakaja kujifunza pia wakaanzisha katika shule zao. Itakuwa ni sehemu ya kuinua taaluma katika halmashauri yetu ya Kishapu. Karibu sana Dio. Asante sana. Kwanza nichukue nafasi kuwapongezeni kwa kuja na wazo hili na kuhakikisha kwamba mnawashirikisha watoto kufanya, kwa sababu tunaamini kwenye kujifunza sehemu zote za mwili sawa zinahusika. Yaani tunasema ile milango ya fahamu: kuona, kusikia, kugusa. Sasa vijana wanapofanya namna hii, wakafanya, wakatengeneza, ni sehemu nzuri ya kuwasaidia kujifunza. Na kama tunavyofahamu sasa hivi tunakwenda kwenye mabadiliko ambayo tunaanza kutekeleza ya mtaala mpya. Na mtaala mpya unalenga hasa kwenye kuwajengea stadi na ujuzi wanafunzi hawa ili waweze kujitegemea. Na Mheshimiwa Rais ana chagizo lake na sasa tunaendelea kuishi hicho. Anasema ujuzi ndio mpango mzima. Sasa kupitia maabara hii ya jiografia niwapongeze sana, lakini iwe sehemu kama chachu ya kuhamasisha kwenye maeneo mengine. Tuna masomo mbalimbali ambayo watoto wanajifunza, na kwa wale wa kidato cha 5 na cha 6 tuna zile combination tunaita tahasusi kadha wa kadha ambazo nafanya. Kwa hiyo maabara hii ya jiografia iwe mwanzo na chachu ya kufanya na walimu wengine kwenye masomo mengine nao watengeneze. Yaani kunakuwa kumejaa vitu vya kujifunzia, zana hizi. Kwa mwalimu anapata wepesi katika
kufundisha. Na nadhani hii ni chachu sasa. Sisi kama halmashauri nadhani tutafanya utaratibu angalau walimu wetu wa jiografia kwenye halmashauri hii waweze kuja, hata wakija siku 2-3 wakajifunza wakafanya, ili wazo hili na maabara hii basi iweze kuhama na kwenda kwenye shule nyingine. Lakini sio halmashauri tu, nadhani tutajitahidi pia wadau kadhaa waweze kufika. Naamini wameshafika wadau kadhaa, wameona na ni wazo zuri, kwa tutaendelea kuhamasisha wengine wafike, waone, tupate mawazo mbadala, lakini pia waweze kuiga, kwa sababu hiki kimeanza hapa, ni vizuri kikaenda maeneo mengine, kwa sababu nchi yetu hii ni ya sisi wa Tanzania, na watoto kila kona ya nchi waliko ni watoto wa Kitanzania. Kwa maarifa haya tukiambukiza na maeneo mengine, mwisho wa siku tutaishi yale maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa kwenye uwekezaji mkubwa ambao ameweka kwenye sekta ya elimu. Na naamini sekta hii ya elimu ndiyo mkombozi kwa jamii yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo niwatie moyo, na tutaona namna ambavyo sisi tunaweza kufanya basi angalau ya kuongeza nguvu kidogo kama rasilimali fedha, ili muweze kuona namna gani mnaongeza vifaa hivi na tuweze kupeleka kwa wenzetu wengine. Lakini isiishie hapa tu, wasisitize watoto sasa kuitumia mara kwa mara. Ikiwezekana muongeze muda wa wao kuja kujifunza. Naweka tu utaratibu, naamini walimu wa jiografia mpo, naweka utaratibu wa angalau mwalimu kuwepo. Wakati mwingine huko darasani ama kwenye shughuli nyingine, basi watoto ambao wako free wanaweza kuja wakaendelea kujifunza, na hatimaye tutafikia malengo ambayo tunayataka kwenye kuimarisha na kuboresha taaluma. Pongeze mkuu wa shule, asante sana. Pongezeni walimu. Hiki ndicho tunataka, kuwa na walimu wabunifu ambao wanaweza wakasaidia kuhamisha maarifa kwenda kwa watoto, na hatimaye huu mnyororo wa elimu unaendelea, kwamba kesho wewe umetoka, lakini kuna mtoto aliyepita kwenye mikono yenu amepata kitu hiki na atakwenda kukiambukiza, basi tutaendelea kuishi katika utaratibu. Asante sana. Asante. Tunashukuru sana.